Nchi hii ina vyanzo vingi vya umeme. Tukasema sasa tunaanza ile Stiegler's Gorge au bwawa la Nyerere. Tunataka umeme usambae kila mahali. Palipo na shida ya umeme, umeme ukaingie. Na tunataka hata bei ya umeme tuishushe chini. Shushe bei ya umeme kama wanavyouziana kwao. Mradi huu utakabidhiwa kwa serikali mwezi Juni mwaka 2022. Malengo ya serikali ya kujenga mradi huu, sote tunajua kwamba serikali yetu imedhamiria kupeleka umeme sasa mpaka vitongojini. Kazi hiyo ilishaanza, sasa tunaendelea nayo. Kati ya vijiji 2013 tumebakiza vijiji 1974 tu kupeleka umeme. Hivyo ni pamoja na vitongoji, tena pamoja na vile vitongoji vilivyoko visiwani kwenye ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, lakini pia na fukwe au kwenye ukanda wa bahari ya Hindi. Visiwa vyote vinapata umeme. Mradi huu una faida kubwa sana. Moja kubwa ni kwamba tutapata umeme mwingi wa kutosha. So mradi huu tunazalisha megawati 2115. Lakini na megawati ambazo sasa tunazitumia zaidi ya 1500 tulizonazo ni umeme mwingi wa kutosha, na mwingine tutauza nje ya nchi. Lakini faida nyingine ambayo tutaipata ni kwamba tutapata umeme wa gharama nafuu. Na ninaposema umeme wa gharama nafuu, Watanzania waelewe kwamba vyanzo vingi vyote tulivyonavyo umeme vina gharama zake za uendeshaji, na ndio zinapelekea wananchi kulipia gharama hiyo. Umeme wa maji gharama yake sio zaidi ya shilingi 36. Hata kama kutakuwa na mabadiliko ya bei haitazidi shilingi 50. Umeme unakatika katika maeneo ya kaskazini huko, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini, ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika katika. Endapo umbali ni mrefu sana, njiani kuna ile voltage zinakuwa zinapotea, zinapungua. Paka zinapofika zinakuwa zimepungua kwa kiasi fulani. Kuna kitu kwenye nani huko Kiingereza wanaita voltage drop. Voltage drop inatokea kadri waya unavyokwenda umbali mrefu. Sasa kwa Tanzania umeme wetu mwingi sana unazalishwa upande wa kusini. Kusini kwa maana ukiangalia kaskazini kule, umeme mwingi unatoka kusini mwa mikoa ile ya kule. Umeme mwingi unatoka Dar es Salaam, unatoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Rufiji, unatoka mkoa wa Morogoro, unatoka mkoa wa Iringa. Huko ndio umeme mwingi wa nchi unakotoka. Na hivyo kama mteja yuko Manyara kwa mfano, inabidi umeme huo usafiri kutoka mikoa hii ninayosema uende mpaka Manyara. Na ukiangalia inaenda mpaka kilomita 700 kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo umeme unapofika pale, voltage drop inakuwa imetokea njiani. Sasa kunapokuwa na voltage zimeshuka, kunakuwa na changamoto nyingine inayozaliwa. Changamoto hiyo ni upotevu wa umeme. Mahali popote ambapo voltage ziko chini, umeme unapungua, unapotea. Ukitaka kujua, ukituma megawati 100 kutokea hapo ulipo utuma, kama ni Dar es Salaam au ni wapi, tuseme ni kutokea pale Chalinze, ukaachia megawati 100 zielekee Arusha au zielekee Manyara au Kilimanjaro, zitakazoenda kufika kule zitakuwa ni pungufu ya 100, zitapotea njiani. Sasa ili kutatua changamoto hiyo, jambo kubwa linalotakiwa kufanyika ni moja, kuweka chanzo cha kuzalisha umeme kwenye mikoa hiyo ya kaskazini. Hilo ni jawabu la kwanza. Jawabu la pili ni kuingiza umeme kwenye mikoa hiyo kutokea mahali pengine, kutokea kwenye mfumo mwingine. Na kwa kesi yetu sisi tumepata umeme ambao tunataka kuingiza kutokea kaskazini, hasa kutokea Ethiopia. Makubaliano yetu tumefanya na nchi ya Ethiopia. Kwa hiyo umeme utakuja kutoka Ethiopia, utaingilia Namanga. Na tunaona kwamba tukiingiza ule umeme pale, mambo mawili yatatokea.
Kitu cha kwanza, sasa zile voltage ambazo zimeshuka sana, ukiingiza ile megawati 100 pale zitapanda. Voltage itarudi normal. Itarudi kwenye kiwango chake. Na ikirudi tu kwenye kiwango chake, ule upotevu wa umeme unaotokea kwenye mikoa ile wote tutauokoa. Jambo la pili, upotevu wa umeme unaotokea kule kaskazini tulifanya kitu tunaita tulifanya simulation. Tukakuta kwamba tukiingiza zile voltage zile megawati 100 pale Arusha, upotevu wa umeme upatao megawati 17 tutauokoa. Majaliwa wakasema kwamba umeme huu utakapokuja kuwa tayari utauzwa chini ya shilingi 50 kwa unit. Lakini ikaonekana umeme wenyewe tukiwa tunauziana kwa bei ndogo hivyo ambayo ilikadiriwa karibu kila Mtanzania atakuwa nao, na utakuwa unauzwa kwa shilingi 50, chini ya 50 kwa unit, ambayo bwawa limekamilika. Hata kama haijakamilika wanajua wenyewe, lakini mkataba ulikuwa likamilike sio 2020 ngapi, 22 sio, ilikuwa ikamilike 2022 mwezi wa 6. Alisingekamilika kwa muda huo, ilitakiwa mkandarasi awe analipia gharama zote za ziada kutoka bei ya umeme tuliyotakiwa tunanunua. Manake sisi tungeanza kununua umeme unit moja chini ya shilingi 50 2022. Hiyo amekamilisha mkandarasi, hajakamilisha, haitakiwa ingie kwenye gharama hizo na compensation zingine na gharama zingine za kulipa mamlaka kwa sababu ya hasara zingine ambazo zingetokea. Umeme umekamilika hujakamilika, ila wewe unit moja unanunua kwa hela ile ile, vimeongezeka na vingine humo unalipa. Huna cha kusema, hatuna cha kufanya, na Mungu naye yuko kimya. Wasema umeme tutakapokuwa tunanunua hivyo chini ya shilingi 50, pia tutakuwa tunauza nje. Tukiwa tuko kwenye muda ambao bwawa la Mwalimu Nyerere itakiwa leo imekamilika miaka 2 nyuma, na unasikia umeme tutanunua nje. Unasikia tunataka kununua umeme Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kanda ya kaskazini. Aya, njooni tufafanue sasa kwa nini sema umeme kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere sijui ni mbali kutoka Ethiopia. Ethiopia ni jirani, kwa hiyo kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere ni mbali, hapa katikati umeme unapotea mwingi, ila kutoka Ethiopia ni jirani. Sasa watu baadaye wakahoji, Ethiopia kilomita 1600 na mpaka huko, hapa kilomita 600 na wapi mbali? Jibu inatoka jepesi tu. Kuna anayejibu mtaanasema tunachukulia Namanga. Kwani mkichukulia Namanga umetoka wapi? Ukitoka Namanga, kwani mkichukulia Namanga Kenya umetoka wapi? God have mercy upon us. Wenyewe kutoka Ethiopia hapa katikati ya upotei, ila wa kutoka Rufiji hapa wenyewe kwenda kufika pale Moshi kilomita 400-500 unapotea njia. Kilomita 1600 au potee njia. God have mercy upon us. Kuna maelezo ambayo husema Gwajima mara kadhaa, sema hii gesi tunayonunua kwenye mitungi sio gesi ya Mtwara wala ya Tanzania, inatoka Misri, inatoka Iran, ndio inakuja kwenye mitungi hiyo, mitungi ya gesi. Sisi tuna gesi nyingi ambayo ile iliyogunduliwa tu, kila Mtanzania akifungiwa inaweza ikatumika zaidi ya miaka 100. Ile iliyogunduliwa, ile iliyoko pale inaweza ikatumika zaidi ya miaka 100. Ukisikia aliye nacho atazidishiwa, basi watu fulani walio Mikocheni kule, sehemu zenye za matajiri, Gwajima anasema ni jimbo lake, alifight kila mmoja aingiziwe kama ndivyoingiziwa maji. Wameingiziwa hiyo gesi, kila mtu ulipe 5,000 kwa mwezi. Mmoja anasema huku Mbeya utapotea njiani. Sio Mbeya tu, hata kufika Ubungo utapotea njiani, kwa sababu baadhi sehemu ya walioko toka pale Kawe kwanza Mwenge kuja huku haipo hiyo gesi. Swala ni kwamba imepita pale Ubungo, pale Tabata, umo, ila moto umo ikiunganisha kwa watu itapotea njiani.
Nenda kule watu wanalipa 5,000 kwa mwezi kwa kupika kwa aina yoyote, alafu sisi tunanunua gesi inatoka Misri, inatoka Iran. Huyo Mungu amenyamaza, hawezi kufanya lolote. Mafuta wakisema wayatafiti waangalie mbali ni yamo. Zanzibar kule shai kuyaona asili. Sawa sana. Tunanunua natoka Uarabuni. Chuma kiko Rudewa huko, Iganga na Mchuchuma. Chuma anajisemeaga kwa ajima wa watu, na mawe ya kuyeyushia chuma. Yaani upande mmoja ni chuma, mlima mwingine ni makaa ya mawe ya kuyeyushia chuma. Yaani mnamaliza kila kitu pale pale. Tuna miaka yote hii tunanunua mangarangata yanatoka China. Mwisho wa siku unajikuta wewe kigari ambacho ungekuna kinunua kwa 500,000, milioni 2, milioni 5, unakinunua kwa milioni 100 ngapi? Mwisho wa siku ndio maana tunapishana tu na vibajaji humu, tafikiri tumegoma. God have mercy upon us. Mshukuru sana aliyewanyima, hamna akili nyingi. Yaani hiyo ndio raha yenu, mnaishi utafikiri punda. Yaani utafikiri nyumbu, nyie mkila nyasi mkanywa maji ni kujamba tu na kunya umelala. Mshukuru Mungu sana, msio na akili nyingi.